Kuna mtu ambaye aliyeishi zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Huyu mtu hakuwahi kuonana na Mtume sallallahu alayhi wasallam, na alikuwa akiishi katika nchi ya Yaman. Lakini Jibril alayhi salam alishuka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam na kumweleza juu ya huyu mtu. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam alitabiria kwamba atafika Madina, lakini siku atakapokuwa amefika Madina atafika baada mtume kuaga. Na Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam akawaambia masahaba, huyu mtu ni mtu mwema na dua zake zinakubalika. Mkipata fursa nyinyi masahaba zangu, mkikutana naye, basi mwambieni awaombee dua, kwani dua zake Mwenyezi Mungu harudishi. Allahu akbar. Siri yake ni nini? Umar radhiyallahu anhu akawa yana hamu ya kumwona huyu mtu. Ikawa kila anapoingia kundi kutoka Yaman, wameikusudia haji, na watu wakienda haji wengi hukusudia ziara msikiti wa Mtume Madina, na namwomba Allah tujalie tuweze kwenda hija sote. Kila ikija kundi, akisikia kuna kundi imeingia, uliza wametoka wapi, wametoka wapi. Siku moja akaambia kundi hili wametoka Yaman. Akaulizia juu ya huyu mtu, kwa sababu jina lake Ar-Rasul aliwaambia yuaitwa Uwais al-Qarni. Nyinyi mmetoka Yaman sio? Baina yenu kuna mtu aitwa Uwais ibn Amir? Asema la, hayuko na sisi. Mpaka ikafika siku akasikia kuna kundi imetoka Yaman wamekuja Madina. Akauliza, afikum Uwais ibn Amir? Akaambia naam, kunaye kijana mmoja aitwa Uwais ibn Amir. Akamuuliza, anta Uwais ibn Amir? Qala naam, ana Uwais ibn Amir. Hasa Uwais ashangaa. Umar bin Khattab Amir al-Mu'minin amuulizia, akamwambia, wewe umetoka kutoka kabila maarufu ya Qaran? Akajulikana kama Uwais ibn Amir ama Uwais al-Qarni? Ndio mimi. Akamuuliza, umetoka mji wa Qaran? Akasema naam. Umetoka kutoka kabila ya Murad? Akamwambia naam. Lakini haya yote umejuaje? Akamwambia ngoja na maswali mengine. Akamuuliza, ulikuwa mgonjwa, ulikuwa na baras, kiri mnaita mbalange kama sijakosea, na ukapona ikabakia sehemu ndogo? Akasema naam. Na ulikuwa na mamako, ulikuwa ukimhudumia vizuri? Akasema naam. Akaambia, kwa nini nakuuliza swali hizi zote? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam alitutabiria kwamba utafika mji wa Madina baada yake. Akatuambia atawajieni mtu ajulikana kwa jina Uwais ibn Amir na kundi kutoka nchi ya Yaman, kutoka kabila ya Murad, kutoka mji wa Qaran, na alikuwa na maradhi ya mbalange, na Mwenyezi Mungu akamjalia akapona, ikabakia sehemu ndogo, na ana mama yuishi naye na ni mwema kwa huyo mamake. Huyo mtu dua zake Mwenyezi Mungu hazirudishi, yapokewa. Kisha akamwambia masahaba zangu, mmoja wenu akimpata huyo Uwais ibn Qaran, basi amwombee dua, amwombee Allah msamehe, kwani dua zake Mwenyezi Mungu hupitisha moja kwa moja. Akashtuka Umar radhiyallahu anhu, akamwambia, na kuomba Uwais ibn Qarn, dua zako za kubalika. Wasio mtume ni kwamba huyu mtu dua zake zapita, na kuomba niombee Allah nisamehe. Uwais akanyanyua mkono akamwambia, ya Rab, Amirul Mu'minin ana haja, Amirul Mu'minin msamehe dhambi zake. Umar bin Khattab, ni Umar yaombewa, Umar ndo anaombewa. Baadaye akamuuliza, waelekea wapi? Akaambia, mimi nimeamua kwenda kuzunguka nchi za Waislamu na kusudia Iraq, al-Kufa. Umar radhiyallahu anhu akamwambia, kuna gavana wangu wa Iraq, naomba niandike barua nikutambulishe ili akupokee vizuri. Akamwambia, la, mimi niache niwe na kawaida na watu wa kawaida. Habari zikaenea juu ya Uwais al-Qarni, yuko Madina, amekuja, tulikuwa tumsubiri. Alipoona Uwais niombe, akafunga virago, usiku moja akakimbia na hakuonekana tena Uwais ibn Qarni. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam alitaja sifa moja ambayo alikuwa nayo, alikuwa mwema sana kwa mzazi wake.